nzuri tu, wanaenda kucheza low block, mid block, wanasubiria counter. Waliwaheshimu PSG bora duniani kwa hivi sasa, walikuwa wanasubiri kwenye eneo lao, wakija wafanye counter, wafanye break up, wakimbie kwenye maeneo. Lakini kwa bahati mbaya, ama sijui niseme nini, Arsenal walikosa sasa mkakati wa kufanya hicho kitu ambacho walipanga kwenda kukifanya. Unajua, unaweza kuwa na mpango lakini ukakosa mkakati madhubuti. Mkakati ndio kitu ambacho Arsenal kiliwaangusha. Wakipata mpira wanafanya nini? Baada ya kupata mpira kutoka kwa PSG wanafanyaje? Pale ndipo mwalimu Arteta na wachezaji wake walikosa cha kufanya, na huo ndio mkakati. Mpango ulishia pale kwenye kuzuia mid block, low block, ndio mpango wao, kwa sababu PSG ni timu kubwa, wana wachezaji wakubwa, wana quality kuliko wao, wanakubali. Kwa hiyo tulikiona hicho, likubali kwenye kiwanja kukaa nyuma. And it's obvious kama unabishana PSG njoo nije, inakuwa mechi ngumu sana kwako. Unaweza kuwa siku mbaya, huenda finali ingeharibika ile. Japo kuna watu wanakosoa mmekaa nyuma nini, Arsenal watakuwa washambulie, lakini what if wangeshambulia ile quality ya PSG kule mbele, Dembele, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Hakimi, Ashraf, Desire Due, ile front line ya PSG kule mbele unavyoona, ukilinganisha na front line ya Arsenal, unaona kuna uwiano, mpaka unasema wangepishana. Yani unaona wakipishana uwiano wote, kwamba funga ni kufunga, bado nifunga 2 nitafunga 2, nitafunga 3 nitafunga 3. Unaona kuna uwiano. Kwa hiyo mpango wao wa kuzuia, mimi naunga mkono, ulikuwa mpango mzuri. Tatizo wameshindwa kuwa na mkakati ambao ungewafanya baada ya kupata mpira wakiwa kwenye low block au wakiwa kwenye mid block, ule mpira unaofanyia kitu gani? Alikuwa anaonekana Kai Havertz alikuwa anacheza juu kama false number 9, lakini alikuwa very isolated. Hata goli ambalo Arsenal walitengeneza haukuwa mpango ambao haukuwa mkakati, kwamba walitoka kwenye kuzuia kwenye transition, labda walikuwa kwenye low block wakapata mpira waka count 1 2 3 wakaenda wakascore. Hapana, ilikuwa